Movie inaanza, mwanafunzi anamvulia nguo mwalimu wake hisabati ili ampe utamu asije akafeli somo lake la hisabati. Anataka kumpa denda mwalimu. Mwalimu anamwambia subiri kwanza, anza kusafisha mkonga, maana huko ndo reception. Mwanafunzi akapiga goti, alafu taratibu akaanza kusafisha mkonga. Mara ghafla mwanafunzi Beti anaingia bila kugonga hodi na kumkuta mwalimu wa hisabati akisafishwa mkonga. Mwalimu akabaki ameduaa. Ikabidi mwanafunzi hivi anyanyuke na kuvaa nguo zake haraka haraka na kuondoka zake. Ofisini akabaki Beti na mwalimu. Mwalimu akamuuliza, kwa nini unaingia ofisini kwangu kama hivyo hata bila kugonga mlango? Kwani hujui hii ni ofisi private? Samani mwalimu. Ndiyo, ni bora ujisemee mwenyewe. Jisamee mwenyewe. Haya, unataka nini? Mwalimu, nimekuja unirekebishie mtihani wangu. Ehe, mtihani wako umefanyaje? Najua nimefanya mtihani na nina uhakika nimefaulu vizuri mtihani wangu, lakini umenipatia max 5 zinazoonyesha nimefeli. Ndio maana nimekuja kukuona. Kweli unajua ulichokifanya, si ndio? Ndiyo, unaweza kukaa. Baada ya kukaa, mwalimu akamuuliza, unaitwa nani? Jina langu ni Beti. Si unajua mimi ni mwalimu wako wa hisabati, si ndio? Ndiyo. Niambie tena, umepata alama ngapi? Umenipatia max 5 chini ya 100. Na uhakika sijapata max hizo, na uhakika nimepata max zaidi ya hizo. Na hisi utakuwa umekosea au kuna kitu hakipo sawa. Mwalimu akatabasamu akamwambia, Beti, hebu nikwambie kitu. Kabla hujafaulu mtihani wowote kwenye hii shule, ni lazima ufaulu mtihani wangu kwanza, na mtihani wangu ni rahisi sana. Utapofaulu mtihani wangu utapata 100 ya 100. Lakini mwalimu, mitihani yote niliyofanya darasani nimefaulu, lakini umenifelisha. Umenipa max 5 tu, ambazo sio kweli. Sijapata alama hizo. Okay, max 5 umezipata na max 95 unazipata hapa. Kwa hiyo utapopata max 95 ukijumlisha na max 5 ulizopata inakuwa 100. 95 max nazipata wapi mwalimu? Mwalimu akacheka kisha akanyanyuka taratibu na kumwita, Beti, sikiliza, ujue wewe ni mrembo sana. Nilipokuona tu hapa shuleni nilikupenda na nimekuwa nikifanya kila kitu ili uweze kufaulu mtihani wako. Huu uzuri ulionao naomba usinishike. Unawezaje kuzuia mikono yangu? Samani mwalimu, lakini ni bora uombe msamaha. Beti, hebu nitazame. Nitazame? Si unajua wewe ni mzuri, si ndio? Na ndio maana nakutaka. Nataka uelewe kitu. Naweza kufanya kitu chochote kwa ajili yako. Nitakupatia max 100 hata 200 ukitaka. Ninachotaka tu wewe ufaulu mtihani wangu, na mtihani wangu sio mgumu. Kiukweli nakupenda na kumshika mashavu. Beti akakasirika na kumwambia, usijaribu kunigusa tena. Mwalimu akamwambia, toka nje. Beti akanyanyuka na kuondoka zake. Wakati anatoka ofisini akakutana na Eve. Akamwambia, Beti, njoo hapa. Aliposimama akamuuliza, umeona nini? Una maana gani kuniuliza hivyo? Ulichokiona kwenye ofisi ya mwalimu wa hisabati? Oh, nimeona wewe na mwalimu mkifanya mapenzi. Wewe unahisi ni nini nitakuwa nimekiona? Hivi akamkunja Beti na kumwambia, sikilize na unisikize vizuri. Sijali nini unafanya, unatakiwa uwe kipofu kwenye macho yako na uwe bubu kwenye mdomo wako. Nikisikia chochote kwa mtu yoyote hapa shuleni nitakuonyesha. Kisha hivi akaondoka zake. Kesho yake mwanafunzi mwingine akaja kwa mwalimu Ima. Alipokaribishwa, mtoto akaanza kuchojoa nguo moja baada ya moja. Wakati huo mwalimu anamwangalia kwa jicho la kuibaiba kama aone vile. Mtoto akaendelea kuvua, akabaki na topu, mwili ukiwa na rangi ya mtume. Kisha akaweka nguo kwenye kiti na kumwangalia mwalimu. Kisha akamwambia, niko tayari. Ticha akakaza, upo tayari kwa nini? Kufaulu mtihani. Ticha akamwangalia juu mpaka chini na kumwangalia tena mtoto na kumuuliza, lini umebadili mawazo yako? Nilifikiria upya. Mwalimu akamwangalia mtoto na kulamba lipsi juu na chini, akamwambia geuka. Mtoto akawa anageuka. Kisha akamwangalia mwalimu. Mwalimu akamwambia njoo. Mtoto akamsogelea mwalimu taratibu. Alipofika karibu, mwalimu akamuuliza, mbona kama unaogopa? Uko sawa? Mtoto akasema niko sawa. Akamwambia sogea hapa, nadhani unajua ninavyopenda. Akamwambia anza na huku chini. Mtoto akainama na kuanza kusafisha mkonga. Baada ya siku kadhaa, Beti akakutana na mwalimu. Mwalimu akamsalimia, Beti, how are you? Akamwambia niko sawa. Natumai umejiandaa kwa mtihani wa mwaka unaokuja. Ndiyo, nimejiandaa. Unasoma eh? Ndiyo. Ushauri wangu mdogo, nataka usome na usome kwa bidii, na mwisho wa siku utafanikiwa kujitoa kwenye mtego. Ili kuthibitisha, sijui umenielewa? Kwa hiyo soma sana, unaweza ukafaulu na kupata daraja la kwanza, na ninakuhakikishia kama utasoma vizuri utapata maksi nzuri kwenye mtihani wangu, na mtihani wangu binafsi nakuhakikishia utapata 100 ya 100. Mwalimu akacheka na kuondoka zake. Beti akabaki anashangaa na kujiuliza, sijui niende kwa mwalimu Ima au nifeli mtihani. Siku nyingine mwalimu yuko ofisini akisafisha mkonga na mwanafunzi akasikia hodi, mtu anagonga. Akamwambia subiri, wewe nani? Hivi akaingia bila hodi. Ticha akafoka, unaingiaje bila hodi? Hii ni ofisi, utaki kuingia hivyo. Hivi anashangaa amini alichokiona, huku mtoto akimalizia kufunga vifungo vyake na kuchukua koti na kumwambia ticha, nitakuona baadaye. Mwalimu anawaka, kaa kwenye kiti. Kwa nini unaingia ofisini bila kugonga hodi? Unafanya mpaka napiga kelele. Hivi akasema I'm sorry. Akamwambia unajua wewe ndio chaguo langu. Akamwambia I'm sorry, ila sidhani kama ni kweli ninachokifikiria. Unafikiria nini? Nyie wawili kitu gani kimetokea kwetu? Anataka kufaulu, na ili afaulu
kufaulu lazima afaulu mtihani wangu. Kuna mitihani miwili, umenielewa? Hata wewe umefaulu huu mtihani. Je, hutaki na wengine wafaulu? Kwani wewe hutaki mtu mwingine afurahie? Hebu nenda huko. Hivi ikabidi aondoke akiwa amekasirika. Wakati Beti anajisomea akatokea hivi na kumsalimia, hai Beti. Akamjibu hai. Je, naweza kukaa? Baada ya kukaa hivi akamwambia Beti, nahitaji msaada wako. Beti akashangaa, unahitaji msaada wangu? Ndiyo. Okay, ni kuhusiana na mwalimu wa hesabu. Beti akafunga daftari na kumuuliza, kuhusu nini? Sijui, hii ni kama kuchanganyikiwa au ni kitu gani, bati sielewi, ila nahitaji msaada, maana nimechoka, kwa sababu nahisi nampenda sana mwalimu na jinsi nimezama kwake, na aliniambia ananipenda peke yangu. Hivi umechanganyikiwa? Anawezaje kuambia wewe ndio mwanafunzi pekee anayempenda na kumwamini? Yaani hata sielewi. Yeye ndio aliyenitoa bikra na alinifundisha jinsi ya kuvuta bangi, na nikawa kila siku lazima ninunue na nivute bangi, na nimetoa mimba 2 za kwake. Nini? Hata sielewi, nilichanganyikiwa, ndio maana nipo hapa, nahitaji msaada wako. Je, umeeleza wazazi wako juu ya hili? Hapana, siwezi. Na maana naanzaje kuambia wazazi wangu kwamba nimetoa mimba 2 za mwalimu wangu wa hesabu na ninavuta bangi? Wananiamini sana, sitaki wazazi wangu wapoteze imani na mimi. Walijua naweza kujisimamia. Nimekuelewa, lakini inabidi wazazi watambue. Kwa hiyo tunaweza kutoa taarifa kwa uongozi wa shule juu ya kila kitu kinachoendelea. Hapana, siwezi, kiukweli siwezi. Sitaki wazazi wangu wanitazame kama mtu mbaya. Basi sawa, kama hutaki wazazi wako wajue juu ya hili, itatubidi tuwe na ushahidi ambao tutawaonyesha shule nzima na utafanya achukuliwe hatua. Sasa tunawezaje kupata huo ushahidi? Na uhakika sio peke yako unayopitia haya, kwa hiyo inatubidi tuungane na kuwa kitu kimoja ili kufanikisha ushahidi. Hivi akakubali huko machozi yakimtoka. Beti na Hivi ikabidi wamfuate mwanafunzi mwingine ili wapate ushirikiano. Zara akawaambia, siku 3 zilizopita ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza kulala naye, na wakati wote tukiwa tunafanya mapenzi huwa ananilazimisha nianze kusafisha mkonga wake juu chini, juu chini, juu chini. Anasema kweli Zara, kiukweli yuko sahihi. Hata mimi anataka nimsafishe mkonga wake kwanza ndiyo tufanye mapenzi. Hii inaonyesha kwamba anatumia fursa hiyo kumdanganya pia. Sikiliza, tunatakiwa tuungane, tunahitaji kukomesha upuuzi na kumwonyesha shule ni mtu aina gani. Huyu si mtu mzuri, uhalisia wake unatakiwa ujulikane. Kiukweli sitaki kushiriki. Una maana gani unaposema utaki kuungana nasi? Tambua ikuhusu wewe tu, inanihusu mimi, inamuhusu Zara, inamuhusu Hivi na inamuhusu kila msichana hapa shuleni. Naomba tuungane. Hapana, siwezi. Sitaki kufeli mtihani wa hisabati. Nadhani mnajua ulivyokuwa muhimu, na sitaki mama yangu ajue. Najua hutaki kufeli mtihani wala mama yako kujua kinachoendelea. Mama yako hataweza kujua. Na kuhusu hesabu, je, unataka kuendelea kusafisha mkonga wa mwalimu kila siku na kila testi atakayotoa? Usifanye hivyo. Kumbuka wewe una akili na unajua unaweza kufaulu hata bila kutoa uroda kwa mwalimu. Kwa nini sasa unakataa? Naomba tuungane. Naomba tuungane kukomesha hili. Kwa kweli sidhani kama nitaweza. Kwani umechanganyikiwa mpaka usiweze kufanya? Tunajaribu kukusaidia na sisi pia. Tatizo lako nini? Wakambembeza sana mwenzao. Mwishowe Zara akakubali. Akaja rafiki yao mwingine na kuambia, hii ni simu ya kaka yangu, tutapokwenda kwa mwalimu tunatakiwa tuwe tumewasha kitufe cha kurekodi. Utailoki simu hivyo hataweza kuona kama una rekodi. Hivi akasema sawa, asante sana, nitamwonyesha. Beti akamwambia Hivi, kazi njema. Ikabidi aende, wenzake wakimsubiri. Hivi alipoingia kwa mwalimu akajifanya amekasirika. Mwalimu akamuuliza, niliwaambia wanafunzi wenzako zaidi ya mara 3 wakuite, ukakataa. Kwa nini unanikwepa? Na kukwepa kwa sababu nimekufumania na mtu mwingine. Ona, ujue nini? Msichana ulioniona naye sina mahusiano nayo ya serious. Alifeli mtihani wangu, akataka nimsaidie. Sina kitu kingine zaidi ya kumsaidia. Wewe ndio msichana wangu hapa shuleni. Sijui umenielewa? Basi sawa. Vipi kama atapata mimba? Na unajua mimi nimetoa mimba zako 2. Afu ananiambia yule si chochote. Mpenzi, hawezi pata mimba bwana. Hawezi, kwa sababu kila kitu maliziano na siku zote natumia kinga. Nadhani umenielewa. Na uhakika mara hii sitakupa tena mimba, sitamwaga ndani, umenielewa? Pia ina kinga za kutosha. Njoo basi, kama una furaha smile basi kidogo. Hivi akatabasamu akionyesha anautaka. Sikiliza, nakupenda sana kikweli, nimevurugwa kwako. Hata baada ya kumaliza shule bado nitakuwa na hisia na wewe. Hivi kapagawa, kashaanza kuutaka. Mwalimu anatilika tu maneno ya kumshawishi, kisha akamwambia na kipindi nitakuja baadaye. Mwalimu akamwambia hebu subiri kwanza, na kunyanyuka na kumfata Hivi, kisha akafungua mlango na kuangalia nje kama kuna mtu yoyote karibu, kisha akamfuata Hivi. Unajua nini, nimekumisi sana, hebu rudi kwangu. Yaani hisia nizonazo kwako ni zaidi ya unavyofikiri. Hivi akasifiwa na mwalimu akalegea. Mwalimu akamwambia nadhani unajua ninachokipenda, hebu njoo tufanye hata mara moja kabla hujarudi darasani. Mwalimu akakaa kwenye kiti. Hivi akavua koti na kupiga magoti ili aanze kumsafisha mkonga mwalimu na mambo mengine yaendelee. Hivi alipotoka kwa mwalimu akawafuata wenzake na kuambia sijarekodi. Wenzake wakachoka, mbona sasa
imekuwa hivyo. Nadhani unalijua hilo, kwa sababu hili halikuhusu wewe tu, bali sisi sote. Ni kuhusu kila msichana ambaye kwa sasa yuko darasani. Tazama, umetoa mimba nyingi kwa ajili yake. Je, unatamani uendelee kutoa mimba? Hujafanya fair kwa wasichana wengine pia. Kama hutoweza kukomesha hili sasa, na kama hatutopata ushahidi, hatutoweza kufanikisha hili. Baada ya Beti kuongea sana, mwanafunzi alileta simu akasema, mimi nashauri Zara uende. Zara akawa anakataa, mwisho wa siku akakubali. Zara akaenda mpaka kwa mwalimu. Mwalimu akamwambia ingia. Oh, Zara, ndiyo mimi. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Vipi, ulitakiwa kwa darasani, mbona upo hapa sasa? Kuna tatizo? Hapana, nimekuja kukuona kwa sababu ya mtihani wiki ijayo na moko. Nimekuja kukwambia nitaendelea kulala na wewe ili nifaulu testi na mitihani. Mwalimu akamwambia Zara, kwanza kabisa utalala na mimi mara nyingi kidogo, tutakuwa tunapiga hesabu, umenielewa, mpaka utapofikia kiwango ninachotaka. Shule haiwezi kukupa, ila mimi nina alama 100 na utafaulu mtihani wako, umenielewa? Ndiyo. Niambie kingine. Tutavokuwa tunalala, nisingependa wazazi wangu wajue. Sitoweza. Yani niandike kwenye matokeo tumelala wote ndo umefaulu mtihani? Haiwezekani. Hakuna atakayejua, walimu wala mamlaka ya shule. Mimi ni mwalimu ninaoaminika hapa shuleni. Hata maafiki zako na wanafunzi wengine hawatojua kama umenipa utamu, ndio maana unafaulu. Kwa hiyo usiogope, umenielewa? Naona kabisa baada ya mwalimu mkuu anayefuata ni mimi. Je, kuna kitu kingine tena? Hapana. Kama hakuna, basi njoo usafishe mkonga, si unajua napenda. Mwalimu, na kipindi sasa, baadaye nitakuja. Una uhakika? Ndiyo mwalimu. Wakati Zara ananyanyuka ili aondoke, mwalimu akamwambia, si unajua ninachokipenda, njoo basi hata unichumu. Zara akamsogelea mwalimu na kumchumu. Zara akafungua mlango na kuondoka. Mwalimu akawa anavuta picha jinsi Zara atavyokuja kuusafisha mkonga na kusema mwenyewe, najua kuna muda utatambua kama anaitwa Emma Brinks. Nitakunyoosha wewe, nitanyoosha na wenzako, nitapita na mmoja baada ya mwingine na mwingine na mwingine, na kucheka sana na kumalizia awote. Kesho yake mwalimu akasikia mlango unagongwa, akamwambia karibu. Akaingia Beti, akafuata Zara, kisha Eve. Akauliza kuna tatizo gani? Akasuka kumwona mwalimu mkuu na kusimama chapo na kumsalimia. Mwalimu mkuu akatoa simu na kuiweka mezani na kusema siri, huku sauti yake ikisikika akimlaghai Zara. Kisha akamwambia, ni aibu, umeniangusha kwa kiwango cha juu sana. Wewe wa kutembea na wanafunzi na midevu yote hiyo, unatia aibu. Maelezo kamili utayatoa kwa maafisa wa polisi kwa sababu niliwapigia, kwa hiyo wako njiani wanakuja. Mimi naendelea kutunza ushahidi kwa sababu utatumika mbele ya mahakama. Kwa sasa huna kazi, sitaki kukuona popote pale kwenye hii shule wala wanafunzi wangu. Usijaribu kuwa karibu nao. Usipofuata maelekezo yangu nitakuonyesha mimi ni nani. Mpumbavu wewe, nenda kajinyonye mwenyewe. Na kuambia watoto rudini darasani. Ticha kabaki ameduaa, Beti akamzomea hilo. Na huo ndio mwisho wa hii movie inaitwa High School Innocent Student.